Yesu wa baraka. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Mwambie Bwana niko hapa. Mwambie Yesu niko hapa. Tazama wewe ni Bwana.
jinsi unavyotaka wapate mwelekeo, unitumie tu kama chombo, na mimi nitatumika, na wao wakuwe na masikio ya kusikiliza. Baba, ukawabariki na ukawasaidia, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Moja seme amen. Asanteni sana, worship good. Mwangi teremusha kidogo, utaelewa tu, ndio ikwe balance vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Walete pandi hii wale waingia hapo. Nashukuru sana tena Mungu kunipatia wakati mwingine wa kuja kujumuika pamoja na nyinyi, na nimefurahi sana 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 because I'm happy we are getting, and tuko kwenye ile barabara sasa Mungu alikuwa anataka tukae. Unajua kuna vitu mingi ambavyo mnaweza kufanya mkifikiria mnafanya vizuri, kumbe mliondoka kwa barabara, na ukirudi you find that God is guiding you, anakuongoza, anakubariki. Hey, shosho. Unuranyona? Nuranyona? Jekerete aguhia natia? Sia Mikaelo kana sia Michael? Urona jekerete Michael kana Mikaelo? Ti Mikaeli. Asa, iyan takiburu. Takiburu? Oka hivi. Sure. Tigana kere. Amunjita kale kana. Kaha. Kujapa. Nemago turora wega. Nikira kidora tare katana muraro rogu. No ashokereria. Ndacho. Kai. Mago tumumia biyo. Ona. Ndigwana Ngai ena hinya. Gware cio ciothe nĩ irathire. Nĩgũthiĩ. Tũracingatire ũmwe kũmwĩra oya magũrũ ũthiĩ. Na gũtirĩ gũthaithana. Tĩo ũthiĩ gĩka atĩ ũguo twĩhithĩire. Aca, kaba tũtigwo andũ atano. Tũgatwarana rũgendo. Hiana mathi. Najua waliroga huyu mama. Ni intercessor wetu hapa. Walimuroga macho ikapotea. Na walinipigia simu wakaniambia huyo shosho naliga naye tunaenda kumuzima. Mimi nikafikiria ni jokes. Sio nilimkuta pale. Aidha matana. Mimi nikafikiria ni jokes. Mama huyu tunacheza na yeye mchezo. Ni girlfriend yangu. Unajua huyu lika moja na mama yangu. Walikaa jela moja na mama yangu. So huyu wakati mama yangu alikufa aliniachia nani? Huyu. Sasa tunachezaka na yeye venye tulikuwa tunacheza na mama yangu. Sasa mama alizimiwa wapi? Pale. Na waliniambia wanaenda kufanya nini? Kumuzima. Mimi nikakuja nikamwambia wemenyerere ni urenda kuhorio. Akejira aca matiketo ekondo. Ngimera ni urenda igwa ri. Ni urahorio. Wemenyerere. Ni ureka atia? Ni urahorio. Mama akamaliza siku 2-3.
Mimi nikafikiria ni njaa kwa sababu tulikuwa na fasting. Nikasema apikiwe chakula haraka haraka asibe. Mama macho ikaendelea kuenda, ikaenda. Ndio nilitambua katika Kenya hii na Nairobi hii, ile factory ya kuproduce wachawi mzuri sana ni hapa. Kama huyu mlikuja na akakujika, hata mimi nilianza kuogopa. Nikajua hapa heno horo. Lakini nilijua tu Mungu atakurudisha. Ni uraigua atia? Ndiratindika wega no ndirona. No ndena no ndire na thina nginyagia na mbere. Nigacukari nigacokete thi wega. Ndiona kuria ni kurarema. No ndirathiite na kuria mwisho wa reri. Ni ukwenda guka tuikare muciri kuciganona gwakwa. Uria ukona no tugikara guo. Uria ukona no tugikara guo. Tuguthi gwaka wikarange. Urugirwo wega. Batakame kari oho ni kega. Urugirwo kou. No nyua karia. Ucokie kiria biu ukautumirwo. Gware ni ndiraikatire. Cio itire tarora ukanira ciona. Tia gwitigira. Ikure tigira no dakare. Ni njui Gware ni thiu. Thank you. Na ndirainaina. Yes. Ona ndirare nyanyukie. Ndirokire hwaĩ na ndoga nĩ gwĩka nyũmba ya Ngai. Thank you. Ndio ikare thi. Yeah, uguo niguo tukwenda. Kora kinyitwo nĩ kĩũndũ kĩu kĩrĩa kĩari kiki. Kana nĩ kũri naye kĩrari naye. Wewe baba, niliwacha umepelekwa polisi. Kuliendaje? Simama. Kuliendaje? Mtu ajui Kenya alikuwa anaambia polisi. Kuliendaje? Bado na ripoti? Niliambiwa nitaitwa tu. Hapana. Uende kesho. Uonane na huyo askari. Umwambie unataka justice yako. Sawa. Nitakusimamia 100%. Sawa. Yes. Uende seek that justice. Don't let anything go down chini. Maana walikuwa accuse, walikupeleka polisi, ulikaa polisi, but you are not given the right. Nitakusimamia mpaka wakili. Ukitaka wakili nitakupatia 100%. I will finance it. Mutikuhura na andu, atakijari umuhore andu, mweke andu, I will do it. Wacha sasa tukae kama tungauro. Kama tunini? Tungauro. Tuone ni nani atashinda. Tulishinda tukiwa kwa Mugike. Na tuko na Yesu. Na sasa tuko na Yesu. Already we are winners. Chiri. How are you? You mune. Sasa kusema Bwana Yesu asiwe ni kusemaje? Lost not hizo. Sawa, tuendelee. Salimia watu. Na uambie unaitwa nani? Okay, Bwana asifiwe. Majina yangu naitwa Pastor Chirchir. I'm come from Nakuru County, all the way from Total, chini huko Kamara. Wanajua Molo, wajana na Total na Kamara na Total hawajui, sema Molo. Na leo tumekuja hata na mchungaji mwenzangu. Juzi tukafikiria tutakuja kusalamia Apostle, sababu yeye ni baba wetu na ni rafiki yetu wa karibu. So asubuhi tuliamkia safari hii. Ngawa challenge ya kari, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha tufike mahali hapa. Bwana asifiwe. Hata wakati tulipokuwa njiani na mchungaji mwenzangu, nikamweleza tumechelewa. Lakini kidogo wakati tulipofika hapa tukaona kumbe hata watu wa Nairobi, hata watu wanachelewanga sana. Unajua tulikuwa tunafikirianga sisi watu wa Mashako tunachelewanga. Kumbe hata nyinyi unachelewanga sana. Tunachelewagwa. Lakini haisiru. Si Mungu ni mwema. Amen. So sitaki niseme mambo mengi kwa sababu Apostoli kisimama
naokopa sana, hata nasikia hata kutetemeka kidogo. Nataka tu ni yu mchungaji mwenzangu ajitambulishe yeye ni nani na anatoka wapi. Huyu Apostle ni rafiki yetu kabisa ya karibu. Hata watu wetu wa nyumbani huko anakusalamia. Na nataka wewe ukuje ufanye mkutano huko. Kursi. Wabie tulipanga na wewe mkutano ya Molo. Tulipanga mkutano ya Molo na Apostle. Na tulishukuru Mungu kwa sababu ilikuwa success. Sijui hata sioni wengine ambaye tulikuwa na hawa. Sioni Apostle. Naona wewe peke yako. Watu wapiga transfer. Okay. Sawa. Thank you very much. God bless you. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Pastor Philip Koske kutoka sehemu ya Molo. Nimefurahi hata nimeshindwa, sikuweza hata nilikuwa naona tu ni huyu ni Mungu wa kweli. Penye Apostle penye alitueleza wakati alipokuwa kule kwetu, unasikia kweli alipokuwa Mongiki alishinda, na sasa je, si atashinda sana? Kwangu nilikuwa nadhani ni kanisa ya ile tu ndogo ile ya karatasi kidogo tu, maana Mongiki si anaendelea. Lakini yale yote ambayo nimeona hakika ni Mungu, na ninashuhudia ya kwamba yale ambayo alituelezea kule kwetu Kamara, alipenda sana shushu na wasi, aliwapenda akafanyia kazi, na nimeona hiyo huduma huko naye. Bwana Yesu asifiwe. Hata alikuwa anasema ya kwamba ajui mahali ataanza na amalizie. Hii ni huduma ambayo imeanza na utabarikiwa sana. Nimeona mambo mengi na hata umeendelea. Kumbe Mungu alikuwa amekuchukua kukarange kwanza. Sasa umeiva. Nimekarangwa. Amen. Kwa hivyo kazi itaendelea na Mungu atakubariki kwa hiyo moyo. Na ana moyo safi. Mimi ni Mkale, lakini ni Kikuyu. Na ana moyo safi. Alijaribu kutueleza ya kwamba tusameane katika Wakalenji na Wakikuyu na Wakisii, Waluya, na alitamani wote. Sio ni kuunganisha Kenya vizuri. Na hiyo hata mpaka mbinguni najua yake ni inaenda direct. Bwana Yesu asifiwe. Mungu katika kitabu cha Ezekieli 37 ambaye neno la Mungu nasema ya kwamba alipomweleza mtumishi wa Mungu, je, mifupa haya yaweza kuishi? Naye akamweleza ya kwamba Bwana wewe waijua. Kwa hivyo hata nami najua ya kwamba kama kuna ile mfupa ambayo ilikuwa imekauka, pengine ulikaa miaka nyingi bila kuokoka, hiyo ni mfupa. Pengine umekaa miaka nyingi bila kupata kazi, hiyo ni mfupa ambayo ilikuwa imekauka. Pengine umekaa miaka nyingi bila hata kuzaa mtoto, bila kuoa na mzee, bila kuwa na nyumba, bila kuwa na mahitaji ambayo tunayaona ni mifupa mikafu. Lakini neno la Mungu linapokuja kila kitu inafanywa kuwa upya. Na hata mifupa yale ambayo tuliona ya kwamba hayastahili pengine kwa jamii, Apostle hakuwa anahitajika kule Molo, lakini kwa sasa hata akipita kwa Wakale ndani atapata mahali ya kulala kuniliko. Bwana Yesu asifiwe. Maana anaye ile mfalme ambaye ako ndani yake ni mkuu kuliko yule mfalme wa Mongiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nanena ukweli na najua ya kwamba ninajua nilipoingia hapa hivi nikaona hii ni Mungu. Wacha niwaeleza ukweli. Huyu ni Mungu. Kama umepatikana mahali hapa, sema huyu ni Mungu kweli. Na nimejua ni Mungu ambaye anaishi. Na Mungu ambaye anaponya ni huyu mwenye wako hapa sasa. Apostle alipenda kufunza wasee sana mambo mazuri. Akasema tusamea nini? Wacha nitoe ng'ombe iwe tabiu. Na alitoa. Alifanya mambo mengi mpaka nikajiuliza, na mbona ulitoroka Molo? Bwana Yesu asifiwe. Bado tunamhitaji. Havyo salamu ya mama na mtoto mmoja mwenye tulikuwa naye asubuhi ametoa salamu. Sitaki nirudishe kule kwetu Molo. Nataka mpokeni katika jina la Yesu. Na mjue ya kwamba Nairobi mkichezea tunamkaribisha nyumbani. Mbarikiwe sana. Asante sana. God bless you. Niko na message kidogo Apostle. I think unakumbuka ile kuja hapa. I think unakumbuka ile piloti ambayo ulisaidia ule mchungaji. Already kanisa ameshakamilika. Na ameniambia wewe utakuja kufungua kanisa. Already everything is okay. Sasa mmemaliza. Na kujenga. So tunashukuru sana. Haina deni? Ina deni. Haya. Ni mmeanza kujenga? Hata imeisha. Haya.
Yeah. Tutakuja kufungua. Si wewe utakuja? Hiyo hata mchungaji aliniambia wewe utakuja. Nitakuja. Si utakuja? Nitakuja. Utakuja? Nitakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa tulikuwa nao kule Moro na tulikuwa na crusade mzuri na Mungu akatujalia sana. We did it powerfully. Na tunaenda kufanya vitu vingine vikubwa. Now that we are now well organized, well planned, ready to move. Sema ready to move. Lazima ungoe. Unajua ndio ego. Ile inaitwa ego ni nini na Kiswahili? Tai. Tai ndio ego. Na Kikuyu? Nio Deli. Tiruo Ruige. Deli. Ndio Deli hiyo tai inajing'oanga ikifika age fulani, ikiona kama kuna makosa iliingia kwa mwili wake, inajing'oaga mpaka manyoya yote, inang'oa mpaka mdomo, inagogesha mpaka, it is painful process. Inang'oa kabisa, inang'oa kila kitu, makucha inagwalisha kwa mawe zote mpaka zinatoka. Ikitoka hapo inakujaga ikiwa new, ikiwa refreshed, ikiwa strategically powerfully for the move. Ni vizuri sana kujing'oa makucha. Ni vizuri kwa maana kuna makucha zingine zilikuwa bila wewe kujua. Si kuna meno ingine tunakuaga inameaga inamelelea ingine ya juu. Sietakwata. Ni kwa nini inamea? Ni kwa nini ilimelelea kwa ingine? Kwa sababu kuna meno haikung'olewa. Sasa kukamelelea ingine because you are not strategic to plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine naonaga wanawekwa sengenge kwa mdomo. Kuna mtu amewekwa sengenge hapa kwa mdomo, nawekwa sengenge hivi, ni kwa sababu kweli yule. Ni kwa sababu meno hii haikupangika vizuri. Sasa inabidi uweke chuma masengenge ndio ipagwe ikue mzuri, ndio ikusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu isipopagika mzuri haiwezi kukusaidia. Sasa tuna mama mwingine hapa, alikuwa mgonjwa juzi, kuja mami. Ndakwirire guko kinyage kahora. Bata ha. Dihari. Tamunekere microphone. Iha. Ndakwirire guko gukinyaga kahora. Mahora. Mekate. Tageithia tu. No mbere niki urekaga ICU. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Reverend Jean Muthee, nimeokoka na mpenda Yesu. Sikuwa ninasikia vizuri. Javi unakaaga unasikia vibaya. So when was it? Friday nikakuja hapa tukakaa na apostle akanambia, nikamwambia sisikii vizuri, nasikia nimechoka sana. Hata kutembea na shindo, hata kuongea. Nikakwambiaje? Akaniambia wewe ukicheza utakufa. Si kucheza, nikakwambia nikukufa unakufa. Unaenda kukufa. Na akaita mama mwingine, Masi sijui kama leo amekuja. Masi yuko pale. Masi, madhani ya kuradhini. Akaita Masi akasema tuchukue Uber haraka tuende the nearest hospital. Tukaenda Nairobi West Hospital. Kufanywa echocardio na kutana the rhythm of my heart. I'm going to a cardio arrest. Yani alikuwa kwa departure. Na pale inaitwa terminal 1A departure. Ama ni 1E. Nikaambiwa daktari akasema I must be admitted either in HDU or ICU. Kwa maana safari yangu iko karibu. And then they were all scared. Najua unaonaga daktari akistuka. Tukakaa, nikapimwa, ikawa sasa nifanyiwe damu. Ndio wajue kama ninaingia ward ama ninaenda wapi. Bwana asifiwe. And then I think nilistuka. That is when I realized I'm sick. Nikaanza kutetemeka mwili yote. Nikakuta Masi wananibeba. And I'm like, simuachane na mimi. But that time I could not even walk. Hata kuongea ni shida. Then nilipolalishwa hiyo kitanda, I hit that bed. Najua hapa emergency.
Sasa nikapandishwa hiyo kitanda and God gave me a vision. Gata kwa kama shera. Hiyo ndio inabebeka mgonjwa akipelekwa kwa HDU. Alafu ndio inatoaga maiti ikipeleka kwa moshari. God gave me Mungu akanipa maono. Ya kwanza akanionyesha apostle hakuwa kule alikuwa anatuambia ameenda. Alikuwa mahali anaomba. He was fighting with that death. Alafu the other vision I told you about. Yeah. Nikakemea. The next test, badala ya kwenda ICU nikaambiwa niende nyumbani. Thank you. And here I am. Yes. So, let me ask you just one question. Are you ready now to work with us? Ama wewe ni mgeni wa kukuja ukitembea? I'm ready. To work with us. Yes. Thank you. Wamama, simukuje mumumpokelee. Ukaha. Kahawa mukiro ni atumia. Hacia ready. Kuja. Amukira mutumia uyu. Ni wake gokona geke. Kuruta mundu ACK. Umurehe kwa munene wa mugiki. Nitakupatia kazi ya kufanya. Sasa wacha nikwambie, mami, umepona. Muheto mayani, kuje kuda tomai tu. You are okay, you are going to be strong, you are going to do the work of God here. She's part of the pastoral team ya hii kanisa. Leo kama kuna mchawi amebaki hapa, umeona sasa. Kama wale wanatutazama pale nje, umeona sasa. You have work to do. You have work to do. Hii hamutaezana nayo sasa. Hamutaezana. Tumepita mtihani, kila mtihani level inaidaka na level. Tunaenda tukipada. Marete. Koja gaidia tu. Najua huyu ni rafiki pastor, marafiki yangu. Marafiki wake wote kuja hapa tu. Marafiki wake wote ni marafiki zangu. Na alipokuja kwangu tuliongea na yeye. Nikamhoji pole, akataja mtu mmoja. Nikamuuliza, unajua fulani? Akaniambia ndio. Unajua fulani? Akaniambia ndio. Unajua fulani? Nikajua sasa hapa kimeumana. Maana nilikuwa nimemwambia kuja tufanye kazi hapa. Lakini alipoanza kutaja friends, nikajua kai. Sami yogenioka. Kwa sababu wale marafiki wake ni wale mapasta Muito. Akina Kogara wa Kogara. Si unajua Kogara wa Kogara? Na kina Wawero. Hiyo. But nikafikiria, I want to repent. Nataka niogelee tu initoke. Mimi Mungu amenifundisha kutubu. Kabisa. Mimi hata tukifanya kitu na wewe, ujue lazima nitakisema. Ndio naambia hata hawa mama wale walikuwa wananipenda. Nitasema tu venye tulifanya na wao. Najua kwa sababu nilikuwa na rekodi. Nitaweka kwa screen pale. Ndio Mungu anisamehe. Sasa huyu nikaanza kufikiria, huyu nitamuaccommodate ama sitamuaccommodate. Sauti kaniambia, wewe kwa sababu uliaccommodatiwa na ulikuwa kwa mugeke, ni nini kilifanyika? Wao watu mbona walikubali wewe ukaingia kwa kanisa zao na wakakuaccommodate? Akaniambia, huyu hata wewe mutamuaccommodate. Wenye ulikubalika hata huyu mkubali. Ndio process yako nione kama imesimama vizuri. Nilikuwa nimekukata. Nikasikia Kogara wa Kogara. Nikasikia ile timu ya kule Ebu kina Dani, kina Kajari, kina nani. Oh my God. Hawa watu, nilikuwa na watu wengi hapa. Walikuwa criminals. Mikora, mitego, maagenti, manini. Ilibidi nishike mmoja na mwambia
kanyaga barabara, kanyaga barabara, because interest yangu si watu wengi. Interest yangu is to do the work, the assignment ile nimepatiwa. And you cannot do the assignment ukiwa na watu wanakuvuka miguu. You cannot do the assignment ukiwa kuna mtu anakuzuilia. And you cannot do the assignment if you don't have somebody that is understanding you, because assignment is understanding. Ndio tupelekane na wewe, lazima uni-understand na ufanye kama venye nataka, maana mimi ndio nimepatiwa assignment. So inabidi ubomoa nyumba, maana ile jumba mlijega haikupelekana na assignment. So inabidi uiangushe chini, ujenge ingine mpya. And that's the cost of being assigned. Me, I am not an ordinary pastor or an ordinary prophet or an ordinary apostle. I am a man of God on assignment. Are you getting me? A man of God on kuna kazi specific nimepatiwa. Kazi specific. Wewe unaweza kuwa wewe hauna kazi specific, wewe ni mhubiri. Unahubiri, hauna specifically kitu, lakini unahubiri tu. Lakini mimi kuna kitu kamoja tu nimeambiwa, follow this line. Nataka ufikishe watu wangu kutoka hapa mpaka hapa. Although nilisikia wakisema mimi ndio nilikuwa nimepatiwa revival, lakini ilichukuliwa. Walikuwa mahali wamekaa chini wakidiscuss venye revival ilitolewa kwangu ikapelekwa kwa mama zao. Assignment, when it was given to you, it is irrevocable. When you are given an assignment, ni kukufa na kufaga ikiisha. Are you getting me? Nobody can reverse it. God cannot reverse it, because it is assignment. Ni kazi amekupatia kibarua. Hii ufanye, upeleke mpaka mahali anataka. That is what he did with Moses. Moses alikuwa na challenge mingi sana na alikuwa na matatizo mingi sana. David had a lot of challenges. Alipelekana na yeye na unyonge wako na uchafu wako na usherati wako na vitu zako zote, anapelekanaka na wewe, maana you are on assignment. Si wokovu wako anafuata kile kitu, sababu alikuleta dunia hii. Mimi kukuja kwako kwa dunia hii si kukuja venye usiku ulikuja. Wewe ulikuja labda kukalisha dunia. Mimi nilikuja kutengeneza dunia. Haleluya. Mimi nilikuja kurekebisha. Mimi nilikuja kama Nehemia kujenga ukuta, rebuilding. Haleluya. Mimi nilikuja kama Elijah, rebuilding the altar. Mimi nilikuja kama Musa kutoa watu kwa utumwa. Mimi nilikuja kama hawa watu. Si kukuja kukalisha watu. Si kukuja kushikwa na watu, kuambiwa na viongozi sasa tuende. Hapana. I am a leader to lead. Umeelewa? Ndio naniona niko kwa mlima, niko Amerika, niko United Kingdom, nikienda kwa madhabahu, kuvuja madhabahu. So kwa wale mnafikiria revival ilitoka, haijatoka. For your information, it is still intact. Wewe ndio utakufa, utaniacha. Naigwa, wewe ndio utafanya nini? Because hauna assignment. Wewe ni kiberenge. Wewe ni kibuyu bila nini? Bila maji. Ndio ile kitu nafanya ni noise. Marete, nataka nikutume Thika. Mimi ndio, si Mungu amekutuma. Yule Mungu ananitumia ameniambia nikuambie uende Thika, ushikiliane na hao wengine wako huko, mulete moto huko mpaka kanisa isimame vizuri, na usipeleke hiyo maneno ya hiyo maneno. Uliota ndoto gani? Upatie. Sio sana. Ni alinaya ama ni alikiki? Iko suma. Juzi niliota ndoto very serious. Na ilikuwa inanisumbua sana, hivi siku sina kusumbua na simu. Nikaota umenipa upanga. Ukaniambia hii upanga enda nayo kwa gari mahali hapo nikukuta hapo. So kukatokea watu wawili. Mmoja ni mwanaume ambaye alikuwa very close sana na wewe. Akaniambia ni nani aliyekuruhusu uchukue hiyo upanga? So tukaanza kungana. So upanga iko na side ya kukata. So unajua akishika hivi mimi na twist mahali ya kukata. Sasa anaachilia. Kwa tokea mwanamke. Mwanamke huyu pia ni wa church. Akakuja akaniambia haungeruhusu, haungekubali that offer ya kupewa upanga ubebe uende nayo.
So wakati nilikuwa najiuliza, nikauliza Bwana, akaambia kwamba that is internal battle that we are going to face, kwa sababu umeruhusu. Sasa mimi nikafikiri vile ulitangaza sasa tayari katika ulimwengu wa kiroho kuna watu wako tayari. Unajua people are very ready expect anything, kwa sababu nimeona mwanamke na they are very close, especially mwanaume alikuwa very close. Number 2, that woman alikuwa na nguvu sana, si nguvu za mwili, ni vile wakaniambia hiyo upanga lazima utupe, lazima uiachilie. Kwa nini ulikubali kuchukua hiyo upanga kutoka kwake? Sasa that was the main battle nilikuwa nayo. Sasa kuna story nyingine unangoja nikwambie sasa. Si unajua what is ahead of you? Si unajua what is ahead of you? Wewe nimekupatia mafuta. Eda Thika. Ng'ang'ana huko. Utang'ang'ana. Ng'ang'ana nini? Vita najua. Usiogope wala usifadhaike. Amen. Si kuzuri lakini utashinda. Mbona unaniogopesha? Sijui hata Mungu alimwambia Joshua, alimwambia usiogope wala usifadhaike, lakini alimwambia nimekupatia Jericho. Umenielewa? Provided wewe usimame na Mungu. Mungu atakushindania. Thank you. Yes. Our young pastors. Kuja tanyinyi mugeithia ndukai mugeithia ndu. Oka. Aya makaheagwo no banga ratiba. Awa ugemakishwa kila every ibada wakikua unawapatia dakika 5. Aoge matope, aoge venye najua. Let them tuwapatie kari. Kujeni hapa katikati hapa. Munawapatia na munawaambia leo nyinyi mtahubiri. Baka wajue kuhubiri, baka wa yes. Sasa angalia mwingine anatetemeka hapa. Endelea. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa wale wanijui naitwa Masi. Leo siku la any preaching lakini mbarikiwe. Leo siku na any preaching. Na wewe uko na preaching. Praise God. My name is Precious and mbarikiwe. Asante. Wapigieni makofi. Hiyo ndio kukuza mtu, kukuza watu, a generation, because tunatoka. Sasa niko na salamu kutoka Eldoret. Nilikuwa Eldoret Friday na Saturday jana na tulifungua kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na amazingly it was so powerful, so strong. Kumbe kule watu wako na wanatugojea. Hallelujah. Na tumeanzisha, it is well. God is blessing us. Na tumepata pastor wa huko anaitwa Mary Masharia. Si mnamjua? Mary Masharia. Baadaye tutatafuta mtu mmoja tumetrain, ndio naona najaribu kutrain ya watu haraka kina Rogoro, kina daktari hapa, ndio tumupatie nguvu, tumusaidie kukua. Na worship team tuongeze nyingi, ndio tutume watu wawili waende huko wamsaidie kama vile tumetuma Dorcas kule Thika. Bwana Yesu asifiwe sana. So wameniambia niwasalimie sana na you are mumekaribishwa. Tutapanga crusade ya huko very soon. Tukimaliza mjengo tunaenda kufungua na tunaenda tukifungua mambo mingi. Therefore according juu huyu mzee Marete ameenda huko, you are going there as an associate pastor. Associate pastor. Sijui mtadivine ule wanajua secretariat, mtadivine hiyo jina associate pastor. Mimi nilisikia nikaambiwa sema associate pastor, nikarudiliwa mara 3 associate pastor. Sasa sijui associate pastor ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye yule yako huko anaitwa Rusi Gashara, ni apostle. Sijaona kanisa iko na maaposto wawili wamekaa pamoja. Kwa hivyo apostle Gashara, wacha tumweke pande ya missions, atusaidie kufungua makanisa na kuenda tukivuja madhabahu, kwa sababu ameitiwa hiyo laini ya madhabahu. Twende tukifanya kazi ndio kazi ikuwe rahisi. Sijui kama Maina amerudi ama hajarudi, alikuwa na mambo yake. So kuna Maina huko, kuna Gashara na kuna wewe na kuna mama mwingine huko mkali sana anaitagwa Pastor Dorcas. Ni mkali. Na ni Mumeru wa kutoka Tigania. Wewe ni wa kutoka wapi? Imenti. Sasa tunajua watu wa Tigania.
kuna kitu utaenda kumuuliza swali kidogo, akuulize as who. Bwana Yesu asifiwe sana. Muthuri, nwe rirete kurutithania na ithu kana ukite gucera ucoke uthie? How are you, sir? How are you, sir? Yeah. Yeah, simama hivi wakuone vizuri. Shika microphone. Wewe ni pastor. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Seme niko tayari kufanya kazi chini ya mtumishi. Na kufika mahali hapa siku ya leo ama asubuhi haikuwa rahisi. Nimeng'ang'ana Sunday nikuje, ikashindikana. Bwana Yesu asifiwe. Nikang'ang'ana leo asubuhi, ikashindikana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si nimefika. Kwa hivyo ile kitu naweza omba ni tuwe tukikumbuka washirika wote na tukumbushike mtumishi wetu. Maana nimesikia kuna kitu shosho amesema daigua goarenethiu mwathani agosho. Wakati nilikuwa kwa maombi Apostle, kuna mambo mengi nilipitia. Hizo Sunday mbili zenye hujaniona nikiwa mahali hapa, nilikuwa na uzito mwingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko inatuambia tukae tukikumbuka nchi yetu na watumishi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninataka tukumbuke mtumishi, mkinikumbuka pia. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka Naivasha, hata sikuambia mtu mahali nimeenda kwa vile nilikuwa nimesumbuka. Nilijitayarisha tu na nikatoka. Bwana Yesu asifiwe. Na niko tayari mtumishi. Asante. God bless you. Ngai akurathime, nigukuhe wira wa kuruta. Yes. Ni mzuri hivyo kwa. Pigia shahidi makofi. Makofi. Yes. Shahidi. Tatuire ufagiri atumia atia. Leo tukunywa gacoro umuthi. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kwa majina naitwa Cecily Wambui. Ama shosho ya Kus. Aya kai. Wewe shosho? Okay. Mimi ni shosho. Shosho wa watoto wawili. Ugo tuli aingĩ. Yangu sina mengi. Nashukuru kwa vile nimepewa hiyo jina. Umepewa jina ama umepatiwa kiti? Nimepatiwa hiyo kiti na jina ya Charity. Na naamini Mungu atanisaidia juu sijawahi kuwa hapo, lakini naamini Mungu atanisaidia. Tutafanya kazi na wamama kama vile Yesu alikuwa anafanya kazi na wamama, na walikuwa wamejificha ficha huko kwa wanaume. Walikuwa wanamfanyia kazi mingi, na although hawakuwa wanajulikana sana, tuseme hata ndio wamama ndio walijua Yesu kwanza amefufuka before wanaume. Kumaanisha Yesu alikuwa pamoja sana na, yani wamama walikuwa pamoja sana na Yesu. Hata wanaume walikuwa karibu na Yesu. Wacha kusema ati ni wamama tu. Lakini hao ndio walijua ya kwanza Yesu amefufuka. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mimi langu ni kumuomba mniombee na mnisaidie hii kazi ndio tukuze hii madhabahu. Wamama ndio wanajuanga nyumba venye inatakanga. Tutasaidiana. Mniombe na tutakuwa pamoja. Haya. So vile tulitengeneza vikundi cha Rahabu,
Dorcas, kikundi kile wa mama, vikundi vyote vya za wamama zote zitakuwa chini yake. So wale viongozi wote wa vile vikundi ndio utatengeneza kamati nayo. Mkubwa wa Dorcas, mkubwa wa Rehabu, na hiyo ingine Deborah, na kikundi kingine chochote cha wamama ambacho kiko hapa kitakuwa chini yako. Sasa hao viongozi wao wote ndio mtakuwa mnakaa chini, mtengeneze kamati, mwanze kutupatia mipango. Sasa hiyo umepata uongozi na watu wa kukusaidia kufanya kazi, na wao pia ni viongozi. Haleluya. Na mutigake muhore. Mutigake muhore. Shiko. Ni uracokire guko fiyo kana kuguru kumwe kweja. Ndore wathi. Ni andu mareciragia ni uthiete. Okay, nitugukurathima. Abia mwenzako be strategic. Be strategic. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako tena be strategic. To be strategic ama kuwa strategic ni kuwa mtu ambaye ako na kampango. Haleluya. Kampango, sema kampango. Na hii mpango unaifanya deliberate. Haikuagi mpango ambayo unaona nitafanya hii mpango hii kifanyike, nitafanya hii ifanyike, ama hii hapana. Ni unile ule mama anaitwa Esther alisema namna gani? I will go, if I die I die, if I come alive I come alive. Kuna mipango unafanyaga kwenye maisha yako, na hiyo kitu unafanya ni deliberate, na hiyo unajua itakugoga, itakuumiza, lakini for the sake of God who sent you unafanya maamuzi mabaya. Kwa macho ya wengi mpaka wanakuuliza, are you sure hii kitu unataka kufanya si utamaliza kanisa? Namwambia ninajua kanisa inaweza kuisha. Hii kitu unafanya si watu watatoroka? Najua watatoroka. Hii kitu unafanya si watu watakuondokea? Ninajua wataondoka. Hiyo ndio inaitwa be strategic. Yani fanya kitu deliberately. Ukiona umezingirwa, umezungukwa na kila kitu ambacho hakikusaidii, unajaribu kutoka, ukuta umewekewa. Unajaribu kwenda hivi, ukuta umewekwa. Unaenda hivi, ukuta umewekwa. Unaenda hivi, ukuta unawekwa. Hapo ndio unafanyaga maamuzi. To be strategic ni kufanya maamuzi. Unaona hapa, hata nishikae miaka 10 nikigoga hapa, nikienda hapa, nikienda hapa, nikienda hapa, sitoboi. Haleluya. Sifanye nini? Sitoboi. Sasa hapo ndio nasemanga either nikufe ama nietoke. Nitafanya deliberate, nitafanya maamuzi. Either nitoke ama nikufe. Wale wazee walikuwa na ukoma, walikuwa wamekaa mahali, wakasikia kuna vurugu inakuja, kuna kitu biana, tukikaa hapa hawa watu watatuua, na tukienda bado watatuua. Sasa badala tukae hapa tukufie hapa, wacha tukakufie nini? Kumbe ni Mungu alikuwa anataka kuwatumia wasitue watu watoroke. Maana kuna unabii ilikuwa imetolewa kama juzi. Mjamaa alikuwa anasema hapa hakuwezi kufanyika, chakula haiwezi kupatikana, hili haliwezi kufanya, haliwezi kufanyikana, haziwezi kufanyikana. Kumbe naye Mungu anakuwa na strategy, anaogojaga ufanye maamuzi. Ukifanya maamuzi, kuna neno liko mahali lilikuwa naogojea hiyo maamuzi. Maana lile neno liambiwa, wewe mzee unasema hakutawezekana, labia kesho saa 6 watu watakula chakula, watu watakuwa hapa, na wewe utachungulia na hautakula. Hilo ni neno lilitolewa la kinabii. Kuna neno liko katika maisha yako la kinabii lilitolewa. Labda ulikuwa msichana mdogo, labda ulikuwa mama, labda ulikuwa hujaolewa, labda ulikuwa hujaoa, labda ulikuwa hujaanza kazi, labda ulikuwa huduma yako haijaanza, lakini neno lilinenwa limbalo linaongojea the specific action. Until you activate yourself to that specific action, until you fanye maamuzi, useme now mimi naondoka, mimi naenda, until you waze hiyo safari, hailo lile neno lilinenwa litakugoja, linakaaga pale likikugoja. Ile siku utaanza kufanya, kuondoka, kuenda, neno linaanza kufanya kazi, maana neno lilinenwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako kuna neno lilinenwa linakugojea. Hilo neno linakugojea. Baka wakati uta-activate the process, when you are going to activate that process of making a move,
They need you to make a move. Na this move unaimake kwa sababu lakini haujui whether it is gonna work. Hawa wazee waliokuwa na ukoma, wakati they decided let us move, waliambiana hapa tukikaa nitogokua na tukienda tutakufa. Kumbe Mungu ndiye amewaeka uoga. Hapa ukikaa utakufa, ukienda bado utakufa. Lakini wakaambiana yakatokuelea mbele. Mwambie mwenzako, acha nimalizikie pale mbele. Sitamalizikia hapa, mmenifuga. Maana hawa wazee walikuwa na ukoma, walikuwa wamewekwa mahali wanapatia kwa chakula, walikuwa detained pale, walikuwa wamefugwa pale, walikuwa wanapatia kwa tu chakula kidogo kidogo kidogo. Wanategemea mpita njia anawaachia kama mkate, mpita njia anawaachia kama dasi, mpita njia anawaachia kama kitu. But they were there as slaves of poverty. Lakini wakati walifanya maamuzi, walitimiza lile neno ati wewe mzee, haya maneno yote umekataa yatatimika. Kesho saa 6 saa kama hii utaona na macho yako, lakini hautakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kinaongojewa. Kuna move that is being waited in you to make you move. Move to. Just that move. And this move must be deliberate. It is not a move that it will please you, neither the people around you. Hawa wazee walikuwa najua tukikaa tunakufa, tukienda tunakufa. They knew this is our head. But little did they know ati Mungu ako kwa kuamuka kwao. Watakapoamuka Mungu atawatumia. Maana walipoamuka tu sauti zingine zilitoka kubwa, mpaka wale watu wa huko wakasikia kuna kuja jeshi kubwa. A big army is coming. Woo! Wakaanza wakatoroka. Katika kule kutoroka, watu mlango wakagiginyana kwenye mlango, ndio ule mtu ambaye alitabiriwa alikanyagiwa hapo na akakufa. Lakini aliona mambo yakitendeka. There is this thing that you need to do. Kuna hili jambo lazima ulifanye kwa maisha yako. Lazima ulifanye kwa ndoa yako. Lazima ulifanye kwa biashara yako. Lazima ulifanye kwa watoto wako. Lazima ulifanye kwa ile kazi Mungu amekupatia. That deliberate move. Ule umeolewa lakini umeishi kwa mateso. Umeoa lakini umeishi kwa mateso. Uko na biashara lakini ni ya mateso. Umekaa kwenu lakini ni mateso. Kuna watu bado wako kwao kwa mama zao, lakini wanateswa na wambaba zao, wanateswa na madugu, wanateswa na watu, lakini wamekaa tu huko kwa sababu hakau ni kwa maruta yako lea. Anasemaga nikitoka hapa watoto wangu watakula nini? Nikitoka hapa nitakuwa chakula wapi? Nikitoka hapa na mama yangu ndiye ananilipiaka school fees, kutakuaje? Make that deliberate move. Bwana Yesu asifiwe sana. Make that deliberate move. Utoke mahali akili yako ilifugiwa. Move it. Hautakufa na wako anaitwa guthika. Ndugate wogoku. Mwathani agosho. Hautakufa, na ukikufa tutakuzika, tutakupeleka moshari na tutakuja na tukuibie. Igoro kwa Yesu nitugashemania kwa. Igoro kwa Yesu nitugashemania kwa. Ugo no tugashemania. Hallelujah. Kwa hivyo wacha kuogopa. To make that decision. Vunja vile vitu vimekuwa vikikunywa damu yako. Ondoa wale watu wamekuwa wakikunyonya. Ondoa wale watu wamekuzuia kutembea. Vunja mamlaka ambazo zilikuzuia. Vunja tamaduni ambazo zilikuzuia. Make a new direction. Make a new covenant. Make a new thing. It doesn't matter whether you're going to walk alone. It doesn't matter whether people are going to support you. It doesn't matter whether it is a popular decision. It doesn't matter whether people are going to stand with you. You have a God in heaven. This God is the only one who is supposed to stand with you. It's a kasema, I am going to make a move. Whether I die, I am going to die. If I'm not dying, my God will be glorified. Bwana Yesu asifiwe sana. Make it is deliberate. For you to grow, for you to become which God called you for, there are people you have to drop. And these people are your close friends. These are the people that helped you kuamuka. Usianze kusema ati ni hawa ndio walinisaidia kuamuka. Bomoa kama wamekuwa. Yesu alikusaidia kujenga, kuweka mawe ya kwanza. Sasa wanazuia mawe ya pili siwekwe.
Hallelujah. They will come and stop kuweka mawe ya pili. Watakuja wakwambia usiweke dirisha ya kioo, weka dirisha ya bao. Watakuja wakwambia usiweke mlango ya chuma, weka mlango ya tiba. Watakuwekea vikwazo, maana they were not part of where you are now. Hallelujah. They were part of what you are yesterday, but they are not part of where you are. They are not part of your next move. They are not part of where you are supposed to go. They are not part of your next level. They are not part of what you are going to become. Yes, they laid the foundation with you. Hallelujah. Yes, they gave you a loan. Ndio walikupatia pesa ya kwanza ya kuweka biashara. Yes, wewe ulikuwa unatembea na Florence, ukaenda kwao, ukakutana na msichana huko kwa kina Florence. Na Florence ndiye alikupeleka kwao. Lakini ulikakuta dada ya kina Florence kule, ukapenda dada ya Florence. Immediately Florence ataanza kukupiga. Maana atajiuliza, kanio tananyona. Ni wana demodrome. Lakini yeye ndiye alitumika kukufikisha huko. Lakini immediately ukifika huko, ugeuze jicho uone dada yake, macho itakuwa baya, ataanza kupigana na wewe na ataanza kukuagusha, na urafiki yako na yeye utaanza kuwa mbaya. That is the point that you say enough is enough. That is the point you say that strategically I am not going to follow this route. I am going to follow this route because this route has my direction. Change your direction. Change the way you are thinking. Change the way you are doing things. Badilisha venye ulikuwa ukifanya huduma yako jana. Badilisha venye ulikuwa unafanya doa yako jana. Badilisha venye umekuwa ukifanya biashara yako. Badilisha marafiki ambao unaona hawakusaidii, wachana na wao. Waweke pale, siku ya muro unawaita, wanakuja wanakula. But if they are obstructing you, wakati unatembea, unakuta wanakuzuia katika kutembea kwako. Wanataka kuenda, wanakuambia hapana, usifanye hivi, twende mahali hapa. Ukienda wanakuambia usifanye hivi, twende mahali hapa. Odoka. Ngoa hao watu. They are killing your vision and they will destroy. Wanakujanga kama kudelay. They are derailers of your vision. Hao ndio wanakujanga wanakuwa obstacle. Ndio wanakujanga wanakuwa veil. Ndio wanakujanga wanakuwa kishetani. Ndio wanakujanga wanakuwa mipango ingine. Wanakupangua kwenye mipango ya Mungu kwa sababu unataka kuwafurahisha. Wanakuweka kwenye mipango yao na unakaa na mipango yao. Unaondoka kwenye mipango ya Mungu. Unaanza kufanya vituko na sarakazi. Na katika kufanya vituko na sarakazi, una lose touch with your calling. It must be deliberate. Mwambie mwenzako, this is deliberate. Usijali na what will happen. Unaweza kufanya kitu siku hito uheje adomauge ina mukiko. None matu uratuire urauga mweri odigo kuwa rege. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi zamani tukiwa huko City Stadium, nilikuwa kanono, nilikuwa nakaaga hivi. Nilikuwa kama kagurue hii hapa. Unaona hapa hii, kutoka hapa na hapa zilikuwa zimeshikana vizuri hapa round. Sasa hata kutembea kwangu ungenipata nikipenda stairs. Nikipanda siku moja nikaenda kule ya hospitali ya Nairobi Hospital. Nilikuwa na feel vibaya. Si Nairobi Hospital Karen. Kwa Dr. Gikonyo, ni rafiki yangu sana. Nikaenda akaniangalia. Yeye ndio alikuwa anatusaidia wakati tulikuwa tunapigana na Moi. Ndio tulikuwa tunaenda huko na tuficha huko kwa hospitali, tunalala huko na anatuduka masidano. Sasa tukiwa huko akaniona, akaniuliza, akaita modo wa Ngai kuja nikuandikie death certificate. Nikamuuliza kwa nini? Venye hata una breathe, venye nimekusikia ukibreathe. Maana nilikuwa na breathe, nasikia hapa dadi. Unasikia kuna sauti kanatoa. Akaniambia kuja nikuandikie nini? Nikamuuliza ni kwa nini? Akaniambia sasa kwa sababu naona ni kama sasa hutaniamini. Si unakuja tunapima, mimi naidaka Karen Hospital, nikikaa after 6 months naidaka, namwambia pima kila kitu kinapimagwa. Everything unajua kinapimagwa, pima. Hallelujah. Anapima kansa, anapima ukimwi, anapima kila kitu. Sasa wanaanza kuniambia dia wadi mo ukimwi ndeke. Ninyona na nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapima kila kitu, anafanya kitu inaitwa culture, anaingia ndani ya damu yako kuangalia kama kuna vitu vikoko vidogo. Akanitolea result, akaniambia cholesterol iko hapa. Akaniambia nini iko hapa. Akaniambia in the next 1 month utakuwa na blood sugar. In the next 1 month utakuwa na pressure. In the next 1 month utakuwa na, akanitajia na akaniambia venye ninakuona hivi, you are a emotional material.
Nikamuuliza utafanya nini? Akaniambia sasa hii inaitwa lifestyle. Lazima ubadilike, lazima uchange. Akaniambia zile vitu nitawacha. Akaniambia sukari uachane nayo, pombe uachane nayo, kivai uachane nayo. Akanipatia zile vitu zote za kuacha. Ndio tuanze sasa kushughulikia hii mwili ianze kupunguka. Mishipa iwapate nafasi ya damu kutembea. Maana mpaka mishipa inasemekana ilikuwa imenona. Na nani? Ekanorera na daily tagurwe. Mishipa sasa damu kupita, rĩera kupita inakuwa ni shida. Sasa tulianza hiyo process. It was a big. Na akaniambia 10 every day una walk 10 kilometers every day. Until today I walk 10 kilometers every day. Naamka usiku saa 9 usiku, saa 11 natembea kwangu, natembea 10 kilometers, nazunguka na kuja. Nikachoma mafuta mpaka ikapunguka. Sasa nikaanza hata mimi nikaanza kusikia hata breathing imekuja mzuri. Katubo kalikuwa kamekuja hivi. Kamekuja kamekaa. Unajua kale katubo ka maradi wa Murang'a. Sasa kalikuwa kamekuja, kanatokaga ni kama ni minyoo mingi. Kanachopaka hivi ni kama hapa nimeweka baruni. Baruni imetomoka hapa. Maana hapa hakuna tubo, mpaka hapa kamsee kile kebaba. Lakini hapa katubo kanajieka hivi, alafu kanalala. Kanaagukia huko. Sasa kanakuja ukikaa chini, ukikaa hivi kanagusa kiti hapa chini pale unakaliaga. Uiwa kakate. Sasa hiyo ndio tulikuwa tunaliga sana, tunaambia watu hii haibebagi na mjiga. Kumbe ni ujiga. Haibebagi na mjiga, lakini ni nini? Ni ujiga. Nilikashughulikia. Kametembea mpaka saizi kako hapa. Na bado nakangoa kaenda. Sasa nimefikisha 82, kilo 82. Nilikuwa na kilo 156. Nimeshughulikia mpaka imefika nini? 82. Na ninataka ikuje 75. Ndio nikuwe kaslim. Yes, kaslim. Kaslim. Bwana Yesu asifiwe sana. That is being strategic with my body. Nika decide I need to shed off some things that are not important in my life. I need to shed off things that are, kwa sababu mimi ndio nilikuwa na kinywa Guinness. Unajua Guinness na kanyama inaonyeshaga. Na kukula mashukari, kukula mapiza, kukula magoko hii ya msee huyo na choragwa pale. Kukula vitu junk food. That was my life. I had to stop this junk food. I had to change my behavior. I had to change. Hata wale watu tunatembea na wao ilibidi nibadilishe. Maana wao ndio walikuwa wananipeleka todi tukale kanyama. Todi tukanywe kamoshu. Tukienda kukula kanyama, kamoshuva kanakuja. Tunameza bili na kamoshuva. Ukitoka hapo unaanza kukua kimusee kingine. Nilikuwa kimusee kinakaa hivi, hata ukiniona naongea na sauti nyingine ya na huko ndani unasikia huyu kweli ni musee. You have to change. Lazima ubadilishe. Mwambie mwenzako, hebu angalia mwenzako uone kama amenona sana. Mwambie punguza. Mwambie punguza. Ukae kama precious. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are things that you need to do. Being strategic is not about self-reliance, but aligning personal diligent effort with the divine purpose. Being strategic is aligning yourself with the divine purpose. Kama purpose ni nini umeitiwa katika dunia hii. Ujipage, uigie. You have to understand your calling. Bwana Yesu asifiwe sana. Can I tell you something? Wakati nilienda kwa mlima Saba, ile nilienda peke yangu. Siku hiyo ndio niliunderstand vizuri my calling. Maana malaika wa Mungu alishuka, nikaona amesimama hapo, akanielezea why I was called. Na kutoka siku hiyo nilianza kubehave. Nikaenda 8 nikapata mafundisho zaidi. Nikaenda 9 nikapata mafundisho zaidi. Sasa ile ilitoanisha kabisa ni ya kupata kwa mlima. Ndio Mungu akaniambia, this is the reason I've called you. So God will prepare you as you are getting to your right purpose. When you are aligning yourself with the connectivity of God, when you are aligning yourself with the plan of God, you can be doing business, trying effort, trying everything, na hakuna kitu kinafanyika. Unajaribu kufanya hii biashara, unafanya hili neno, unaruka pande hii, unaruka pande, mpaka unashangaa, ninafanyaga kazi. Kuna watu wanakujaga hapa kwa ofisi na naambia mimi hakuna kazi sijajaribu. Ninatoa mpaka dhabihu, ninatoa mpaka sacrifice, nimefanya kila kitu possible, but nothing is working. Kumbe ni divine strategy.
unafanya vitu bila mpango. Unafungua dini kama hii na hauna mpango yake. Sasa wale watu wote watakuja kukutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndio mwenye maono lakini watakukalia. Wewe ndio mwenye maono lakini hautakuwa na sauti, watapiga watu. Walikuwa wanafagia. Walikuwa wanakuja hapa wanasema ni intercessor, wanakuja kulala hapa. Wanaanza kufagia. Wanaita shiko. Wanakufagia shiko. Wanakufagia. Wanakupeleka pale. Unafikiria ni kufagia wanafagia. Kumbe ni shiko anasukumwa. Baka kwa stairs. Na kaka kaliogia stairs ini. Ukiokira rushini uraigwa yemo na uraigwa huko ni uraturwo. Unasikia huko umeumwa, unasikia huko miguu inauma. Unashindwa ni nini ulifanya? Na ni kulala tu ulilala. Paka unajaribu kuangalia kwa kitanda kama kuna mtu alikuja akakusubua unapata hakuna. Ile neko karakalio kulio karakaliti na uko getwara wana Korea. Afu mudaka Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Simseme haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Ginya dole ndana matiri todo arairi yake ruta wira wa wekatia. Wako hatado niki wahatiro todo. You are not strategic. You didn't plan your house properly. You didn't organize your house properly. Before they came, you never planned. Before you started this business, you never planned. Before you started your marriage, you never planned. Before you started whatever you started, you never planned. You need to plan for every move that you are making. You need to be strategic. You need to know unaodoka. Ukiinua mguu yako hivi, unajua unaenda wapi. Sikoni kikuita pale, I have to have a reason. Uraigira ofisi wako wekate. Not yoke hautaje wetheka magai ya igoro inateka na ogwe igoro magai hiyo ukienda nayo mayagai pale hautafaulu kwenye maisha yako, maana huyo anakuja na mayagai, anakuja na deal nyingine. There is a deal behind mayagai. Bwana Yesu asifiwe sana. And because you are not strategically well organized, unakuta umeingia kwenye mitego. Ndio unakutaga unaingia kwenye mitego. Lakini sasa uzuri mtu kama mimi nimeingia mitego hapa. Lakini sasa uzuri wangu na bahati yangu ninajuaga kujitoa. Ukienda kunigusa, kuna siku alikuwa ananigusa, kanisa, nikaruka nikarudi hapa hivi. Nikakaa nikamwambia wewe tika idero liwe wena leo na una smile tu namwambia wewe tika idero liwe wena leo wakiuga tukuithie kigongona ni atia. Lakini why was I? Mbona nimejikuta kwa mitego hiyo? Mbona nimejikuta nikianguka? Mbona nimejikuta nikifanya? Unakuta ile makosa nilifanya last week tena nimeifanya na Shiko. Ile makosa nilifanya last week hiyo ingine nimeifanya na Magdalene. Hiyo makosa nimeifanya hiyo ingine nimeifanya na Frida. Kwa nini? Because I don't have a strategy. When you have a strategy, you sit down, you plan. Unasema between mwezi wa kwanza Januari mpaka mwezi wa 4, this is what I want to achieve. Unapaga hivyo. Unapaga mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7, this is what I want to achieve. Mpaka mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 9, this is what I want to achieve. Sasa ukikuwa na hiyo mipango, utakuwa ukitembelea kwenye mpango. Hautatembelea kwenye maono ya watu. Hata watu wakikuletea maunabii, unasikiliza unabii lakini unakumbuka I have a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikuletea ajenda zao, unakumbuka, unasikiliza ajenda zote lakini unakumbuka I got a plan. Ukinakwambia jambo lingine, unakumbuka I got a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. In that plan, that is where God is. God is not in that domeleli unaletewa. Mungu hayuko kwa hiyo maono unakuja kuletewa. Mungu hayuko kwa hiyo plan zingine unaletewa. Mungu ako kwenye ile plan. Because God is a master planner. He is a master what? Na wewe ni master? Hello? Na wewe ni nini? You are a masterpiece. Sasa unasema Mungu akuwe master planner au kuwe master planner? Unaona adwadato natoa heria. Mungu ni master planner. He is a master. He plans. You are an architect. Amekuchora venye unafaa kukaa. Amechora maisha yako yote. Because therefore you are called a masterpiece. When you are a masterpiece, you go by the plan. Hii nyumba wakati ilijengwa, imejengwa by the plan. Haijajengwa ati Fudi alikuja akasema kwa sababu yeye ni wa Makerere University akaanza kugeuza. Akigeuza plan mzima inageuka. Kwa hivyo itabidi nyumba ibomolewe ndio ijekwe tena mpya. You go by the plan. So you cannot be able to succeed in life if you don't have a strategic plan. And a strategic plan must have strategic people.
Bwana Yesu asifiwe sana. You must have strategic people to help you to plan, and you must go by those people. Maana ni Mungu amekuletea. Musa akaletewa watu 72, akangoa, akakuja wakapuguka, wakabaki 12. Yesu naye alikuwa na watu wengi, alipugusa wakakuja 12. And those are the people he executed his plan with. Other people will come, but these are the main people. Bwana Yesu asifiwe sana. These are the main. Akina Paulo watakuja, akina Nicodemus watakuja, akina Mary Magdalene watakuja, akina nani watakuja, but kuna huyu ambaye hatokagi hapa, kuna Matthew, kuna nani, kuna Luka, kuna nani, kuna mwingine. Wale 12 walikaa pamoja na yeye mpaka mipango ikakamilika. Na wao walikuja wakaendeleza mpango, maana walikunywa roho ya Yesu na wakaelewa Yesu. Steven akakunywa roho ya Yesu, akamuelewa Yesu. Matthew akakunywa roho ya Yesu, akamuelewa Yesu. Wakati Yesu alienda, waliendelea na plani. Hata kama wali face challenges, lakini waliendelea na plani because there was a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. So without a plan, you cannot be able to succeed. Without a plan, you cannot be able to make it. You cannot go anywhere. Lazima ujitetee, na kujitetea ndio maana Mungu anakuambia andika kioneki. Andika nini? Andika kioneki kiako na demwanene. Ni kwa nini anasema uandike na demwanene? Ndio asistrago kukutafuta. So kioneki elaborate, make it elaborate. Make your vision known. Make it known to everybody. This is my plan this year. This is the kind of the people I want this year. Hii ndio wale watu nataka. Na ndio uliona wakati tukiruka mwaka niliwaandikia nikasema a church is a movement. Everybody in church must be a worker. We don't need hapa washirika. Mimi sitaki washirika wa kukuja kukaa kusikilizaga. Nataka wafanyikazi ambao kazi ni kubwa hii, tuanze kazi. Unasikia Chirichiri yako hapa. Chirichiri anataka tuende Moro tukafanya gani? Tukafanya. Kwa sababu wameanza kukutana usiku. Si mumeanza kukutana usiku. Mnataka kutujija tena. Daudi msijaribu. Daudi sisi ni wabaya. Sisi tutakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hivyo. There are people who are evil. There are people who just want to do anything to sabotage this nation. But there are also good people. Kama kina Shirishiri ni watu wazuri. Tulifanya mkutano Moro, tukaita wazee wa Kalijini, wazee wa Kikuyu, wazee wa Luya, tukafanya crusade mpaka saa hii. Haijawahi patikana crusade nyingine. Na hata hapo mbele hakujawahi patikana crusade nyingine kama hiyo. Ilileta watu pamoja. Baka president mwenyewe akauliza ni nani alifinance hiyo mkutano. Hawa wakalijini wakaitwa, mlikuwa mnafanya nini na huyo mtu wa Mugeke? Si mnajua ni mtu mbaya. Mnatuuza. Wakasema huyo si mtu wa Mugeke, ni mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema ni mtu wa Mungu. Maana hakuna kitu ya Mugeke tulifanya pale. Tulipiga magoti, mapasta, mabishofu, wazee, wote tulipiga magoti chini, tukalala chini, tukaita Mungu. Na kutoka siku hiyo hakujatokea jambo baya Moro. Na sasa hii kungekuwa kushatokea. Sasa hii hapo Kamara kwanza, hapo Kamara kwenu mungekuwa mshanyorosa Kikuyu 2-3. Kuambia mmesahau tuko. Wako friendly, they are living friendly. Wanalima mashamba pamoja, wanachuka mabusi pamoja, wanaingia makanisa pamoja, wako kimoja. Kutoka siku hiyo kulikuwa na accident ilikuwa inafanyika. Every week kulikuwa na accident ilikuwa inafanyika area Moro. Mpaka saa hii kuna moja imefanyika? Hakuna. Baka Rodiani hakuna. Moro hakuna. Joro hakuna. Zinafanyika upande wa Girigiri. Huko Girigiri na huko Kericho ndio watu wanakufa na accident. Maana we sealed, tulifuka hapo. Na tulipoenda na kina Shirishiri, tukaenda kumwaga mafuta. Tukamwaga ile mto inaitwa River Moro, tukamwaga mafuta hapo. River Moro ndio imepeleka maji Lake Victoria. Hallelujah. Tukamwaga mafuta. Sijasikiaga ati hiyo mafuta ilisafiri mpaka Lake Victoria. Ikaenda mpaka Jija kwa stima. Stima ikapotea saa 6 usiku. Stima ikapotea Kenya mzima. Mpaka leo hakuna mtu amewahi kusema ni nini ilizima hiyo stima. Mpaka leo hakuna mtu. Kulikuwa giza totoro. Watu walifutwa kazi hapa. Maana they were unable to explain stima ilipotea namna gani. Nobody was able to explain. But God knows what happened. Maana tulinenea hiyo mto, ikaenda mpaka kule. Ikaenda kwa Kalijini, ikaenda kwa Wajaruo, ikaenda kwa Waruya, ikisafisha. Ikapitia kwa Kikuyu, ikasafisha. Tukasema hakuna damu nyingine itamwagika kwa sababu ya ukabila.
Hakuna damu nyingine itamwagika kwa sababu ya siasa. Hakuna damu nyingine itamwagika eti kwa sababu huyu ni Mkalenjin, ati ng'ombe ya Mkalenjin iliibiwa. Kuna ng'ombe imeibiwa? Ya Wakikuyu imeibiwa? Hakuna. Tulivuka hiyo kitu na ikafugika. Because you are strategic. So you have to know the kind of people you are working with. Watu ambao watakusaidia kutimiza maono yako. Watu ambao watakusaidia kupeleka maono yako mahali inahitajika. Maana hii maono huwezi kuifanya ukiwa peke yako. You need a person. You need a team. But this team, God selects them. Ndio atakuchagulia na kwambia chukua nani. Usiangalie sura, usiangalie kama ako na pesa, usiangalie kama ni masikini. Anaweza kuwa ni masikini lakini amebeba anointing ile unataka. Amebeba power ile unataka. Yaani kama mama tu kama maskini, hata kanaenda hivi kwa sababu ya maskini. Anaenda ama ni kiwete anaenda na machuma, ama ni kipofu haoni, lakini amebeba kile kitu unakihitaji. Don't be selective. Just allow God to choose it for you. Allow God to do it for you. Allow God to plan it, because God is a master planner and is a masterpiece of what he has planned. May God bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuangalie tuone key aspects of being strategic. Key aspect ni nini? Key aspect ni nini? Key aspect ni nini? Roda. Ndikuishi nwa hola lile muno. Ukohonoka. Duhonokete ni ukohonoka. Duhonokete. Ni ukonyoroka. Atiri thina. Wale kanina mwathani yuke gonyorokia. Yeah, tunasema nini? Aspect ni malengo, ni vile vitu ambavyo vinafanyika kwenye maisha yako. Key aspects is to have a long term focus. Kuwa na focus ya kesho kutwa, mwezi ujao, mwaka ujao, miaka 20. Ukipaga hii kanisa, tusipage ama hakuna kupaga na leo na kanisa ya leo. Ndio uliona nilisema kufanya renovation kwa kanisa. Tukafuga tukasema closed for renovation. Unajua ni kusema nini? Si sasa mnasema hakujajeko, hakujapakwa rangi, hapana. Ni nyinyi nilifanya renovation. I closed the ministry for renovation. Ndio mafundi wakuje, wangoe hizi vitu zibaya, wangoe kutabaya, wangoe manini mabaya, wangoe kila kitu ambacho hakifai. Ndio tuanze tena kutengeneza ndani. Renovation ikue. Bwana Yesu asifiwe sana. So we had to remove. It was a painful move because my friends wengine wengi walikuwa casualties. Bwana Yesu asifiwe sana. My friends wengi mpaka wengine wakaniuliza, mundu wa Ngai, ni ukuhota kuliha rent ya nyumba hiyo? Nikawaambia hata sijailipa, ni Mungu analipaga. Kwa hivyo enda tu. So you have to have a long term. Sio kulipa rent. Unaona huyu mtu ameniconfine. Nikuwe na mind, nikae na yeye na muozo wake, tufikirie mambo ya rent. Mimi nafikiria mambo ya kujenga. I am 10 years. Nasema in next year, a day like this one, next year, God atuweke tu hai, tutakuwa kwa kanisa yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekataa kulipa rent. Hallelujah. Nimekataa kukazwa hapa kuambiwa ati muwezi kuhubiri venye mnataka, ati mna make noise kwa watu wengine. No, nimekataa. I have a plan. Nimekaa chini, nimetengeneza team ambayo inafikiria kujenga. Hawako na nyinyi hapa kanisani, wamefikiria. They are thinking how to build a church. They are thinking how we are going to have institutions. They are thinking how to nini. Na institutions zote zile bazo nilikuwa nazo, nikazifuga zote. Nikasema closed. Even them. Besima for renovation. Bethel for renovation. Mufuafo for renovation. Maana hizo vitu zote niliweka mikora tupu. Walikuwa wamekujia pesa. Mane ita. Why? Because mimi sikuwa na strategy, sikuwa na mpango. Nimetazaa mtoto mwenye sina reason alikuja kwa nini. Nimefuga doa na mtu na sikuwa na reason ni kwa nini. Unajua hata kufuga doa, you have to have a reason. Murahika ni aneke. Murahika ni muke mushiare kana murahika ni muke mutawira. Unajua kuna doa naweza kukuoa ukue tufanye kazi, biashara. Hakuna mambo mengine, biashara. Hata ukiweza kuleta vitu vingine kuuliza, kumbuka
strategy yetu ni gani? Ni biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to have a focus. Ukuwe na focus ya bali. Mipango yako uipange. Ujue you are planning for 100 years from today. From now, kutoka sasa nikiendelea, ile kitu yote unaona nikifanya, naifanya na long term. Kwa hivyo kabla nikuweke kwa position, ninakuangalia how long am I going to go with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla nikuweke nikwambie simamia hapa, lazima nijue how long, how capable are you going to endure the pressure. Sasa unaona mtu mwingine hapa nampatia kazi, kumbe ashatayarishwa kwa maidi. Upaga, unaenda kupambana vita. Umudu toshino mutwarane nake. Todo already ni aramenya athi gutamuru. Hallelujah. Are mun adie eremwo aguthwo ndangioka kujira apostle. Kimeumana kule. Nikumwambia kwenda fuga na uende kabisa. Sitaki kukuona hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because already God has given him. Already God has shown him. Wakati Nehemia aliambiwa, akaambiwa nenda ujenge ukuta, he became strategic. Wacha tusome kitabu cha Nehemia. Ni Nehemia 1. Ama tuachane kwanza tusome kitabu kingine. Tuende tuangalie long term focus. That is the book of Proverbs chapter number 16 verse 3. Having a long term strategy. Don't build your organization. Don't build your marriage. Don't build your business on a short term. Bwana Yesu asifiwe sana. Commit thy works unto the Lord, and thy thought shall be established. Commit. You must establish yourself katika mikono ya Mungu. Nawe neno la Mungu lita-establish kazi ya Mungu. And being with God is long term. Sio kitu ya jana, sio kitu ya kesho, sio kitu ya next week. Sio kanisa ambao tunafungua tunafungua kwa sababu tunataka washirika wakuja kwa wingi. No, tunataka watu tuwafundishe neno. Ndio hilo neno. Wale wakiasa wakikuja wakiongezeka, wanakuja wanakuta watu si wa Moshene. Mimi wakati kanisa ya hapo awali kabla tufuje, ilikuwa kanisa ya Moshene. Grounded on Moshene. Grounded on Juko, grounded on this, grounded on this, grounded. Yani unakuta wako hapa kanisani, wako pale. Kikundi kimoja kiko hapo, kikundi kingine kiko hapa, kikundi kingine kiko hapa. Ile discussion iko hapa ni ya shetani mtupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni shetani mtupu. Nakuta Charity ni sharedi wa Moshene mahali fulani, Magdalene ni sharedi wa Moshene mahali fulani. They have no respect for the anointing of the house. They have no respect for the man of God. They have no respect for anything. Why? Because I never laid the church on a strategic plan. Walikuja wakakuta hakuna msingi, walikuja wakakuta hakuna chochote. So the problem is not them, the problem is me. So lazima nigebomoa. That's now the pain of reorganizing yourself. The pain of putting all the structures, necessary structures, without compromising, without doing this against this. Unasimama unasema, you are my friend, yes, but hii ndio barabara. You are my good friend, yes. You are our financial supporter, yes. Lakini barabara ndio hii. Usituletee nyefu. Hallelujah. That is having a long term. When you want to have a long term plan, drop all your friends. Hiyo ndio plan number 1. Plan number 1. Ukitaka kuenda bali, drop all your friends. Walk without afraid. Walk with the partners. Watu watakuwa partners in the ministry. Partners in your dream. Partners in your vision. Not friends in your vision. Friends in your vision, they will kill you. They are not there because of your vision. They are there because of what they are eating from you. Watakuja utawaandika kazi, utawapatia kazi, wanakuwa CEO, wanakuwa what? Wao, kichwa yao, wanaroka tu venye mwisho wa mwezi itafika, aitishe salary. Lakini ukimuuliza, hii nyumba tutalipa na nini kesho? Hataki kujua as long as umemlipa salary yake. Because they are not strategically part for you. Wamekuja kukunyonya. They are parasite. Ni makugo, nimetakwatia. Gogo ni bed bugs ya kukunyonya tu, kukunyonya. Anataka kunyonye. Akikunyonya akiona hautoki kitu, unamsikia kwa neighbor akifanya kazi huko. Na anakuandikia hataki contract. Amepata kitu emergency, anataka kwenda mahali kufanya jambo fulani. Kwa sababu ameona damu haitoki anymore. Nooma, kila umanoma Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unafuga.
Ndio ikuwe long term, kuna mashimo utafuga. Kuna mahali pesa zilikuwa zinatoka unafuga. Kuna kitu ilikuwa inafanyika na unafuga. Unafuga hiyo kitu yote for the time being. Na unasema umefuga kila kitu. Sasa edeni nyumbani. Ndio ukae chini. Ujipatie miezi 2, 3. Now get the right people for the right move. Pole tu, usikibirie, unaenda pole unasema huyo Mungu, unaomba Mungu, namwambia nipatie mtu mwingine. Mungu atakupeleke. Akwambia unaona ule mseko mahali fulani, huyo ni good for this job. Na kwa sababu ni Mungu amekuchagulia, he will establish. Commit thy work unto the Lord, and thy thought shall be established. Thy thought, fikira zako zitakuwa established. Ukicommit kazi yako kwa Mungu, thy thought, meciria maku nimegukura, nimekurugama. Number 2, have a high level thinking. Aspect number 2, ukuwe na high level thinking. Yani akili yako iende mbele. Wale watu unawaongoza, usikae na wao kuthigi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu mnafanya nao kitu, usikae na kama ni kiongozi, usikae na wao kuthigi. Hapana, enda kilomita 100 mbele yao, ufikiriage ukiwa huko. Bwana Yesu ndio uweze kuambia piteni kajia fulani, uwasaidie wakuje wakifanya kazi yako vizuri. Lakini mkikuwa mnafikiria na wao, mnakula karaji na wao, mnakaa na wao, mnacheka na wao, at the end of the day wao ndio watakufuruta wakuagushe. Maana watasema osho hati anake nithe tumuteithagia. Wanadali hakiri. Adeshiragia. Wanasema sasa osho ore. Osho no urane to revival. Revival ni radire. Ni radire. Todo waikarire nao thi, mugeciria nao. Ulikaa na wao chini, mukafikiria na wao. Go ahead. Don't gwenda kwa high level thinking. Na usikuwa ukifikiria wenye mtaenda kununua kikombe ya plastiki hapa, fikiria mwenye mtanunua kikombe imepakwa, hata kama si ya gold, imepakwa gold. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikirie venye utanunua kagari ka Volkswagen, kagari kadogo. Hapana, hata kama hauna pesa ya kununua gari kubwa, think about hiyo gari kubwa. Plan iweke hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiria jinsi ya kujenga nyumba kubwa, hata kama hauna pesa ya kujenga hiyo nyumba kubwa, you go ahead, unafikiria, unajenga hiyo nyumba kwa akili yako. Nyumba ya bedroom 10, nyumba ya floor 20, nyumba ya mipango mikubwa. Hata kama kanisa haujakuwa na watu wengi na washirika wengi, unafikiria kanisa venye itakuwa na viti mingi, unafanya kanisa inakuwa mrembo, kila kitu. Maana watu watakuja, Mungu atawaleta. If you think big, if you think high level, God will bring the high level thinking people. Ile maoni umewekea Mungu, hivyo ndivyo atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile maono umewekea, venye umeonyesha Mungu, this is my capacity, that is how God will come. God will come in your little capacity. Kama maono yako imekuwa ya kuku, utatoshea kwa kuku. Mungu atakuja katika maono ya kuku. Kama umefika unafikiria ukiwa president, God will create you thinking of a president. Kama Mungu amekuletea ukiwa a big preacher dunia mzima, atakupatia that thinking because you have already prepared your mind for that. Usipo prepare your mind for bigger thinking, utakaa ukiwa maskini, utazunguka hapa, utakuwa msuguruko, and you will end up becoming a useless and a hopeless. And the kind of people who come in your life, they will be quacks. Wale watu watakuja kwa maisha yako ni quacks watupu, ni watu ambao hawana msaada kwako, ni watu wa kukusifu na wa kukupigia makofi, na wakitoka pale wanaenda pale wanaanza kukusegenya wewe ambao walikuwa nakupigia makofi, wanakusegenya pale kwa sababu kuna mahali ulikosa kudifferentiate wewe na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisikia mnanisegenya hapa, makosa sio yenu, ilikuwa yangu. Nilijaribu kukuteremka hapo chini ati tupande na nyinyi. Hapo ndio mlikutana na mimi. Bahati mbaya mkakuta trose yangu hapa ilikuwa imeraruka hapa nyuma. Sasa mkaona trose imeraruka. Mkakaka kidogo mkaona hata sijui kutumia hadi kachi unafanyaga hamjui. Sasa mkasoma tutabia twangu tudogo abato ni twa binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huto tutabia ndio mnanitumiaga kunisegenya. Huto tutabia tudogo mlikuja mkana my weakness, my small weaknesses, because I allowed you to come inside my court. Had I thought nikae pale juu, hamugeelewa tumaudo toige tule unafanyaga. Kwa hivyo hamuge kuwa na hiyo chance ya kuniagusha. The reason mnaniagusha ni kwa sababu mlikuja mkaona nikifanya nini?
Na mnafikiriaga mimi nafanyaga na mashini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So you have to change how you think. Looking at the bigger picture and understanding how the difference interconnectivity parts are in the system. Yani understand the different parts of interconnection. Ukiingia kwenye ministry kama hii, unakuta kuna worship team must be connected to the praise team, the ushering, must be connected to the secretariat, must be connected to elders, must be connected to the pastoral, must be connected to everybody. Unakuta kuna cohesion, understanding every interconnection ya kila kitu mnafanya katika ofisi yako. Kuna boss, kuna CEO, kuna secretary, kuna watu wanasafu in there is interconnectivity. Kuna system ambayo imeconnect hawa watu pamoja, wanafanya ni system moja. Wewe unafanya kazi yako, ule mwingine anafanya kazi yake, ule mwingine anafanya kazi yake, lakini they are working towards one goal. So you have first to have established that a people that will work towards one goal. Bwana Yesu asifiwe sana. For this ministry to grow, I must have a team. Ushering ina work pamoja na worship team, ina work pamoja na media team, ina work pamoja na pastoral, ina work kila timu zote. They are working differently but towards a goal. Not competing with each other, but working towards a goal. That is having a high level thinking and having a high level thinker. Alafu usiweke watu mediocre katika timu ile umeita watu wakuje wakusaidie. You don't put mediocre people. You don't put watu wamoshene atekai. Haya, no igwete. Oh guy, oh yeah. Kwa magidari nile. Magidari ni wito. Java. Ni mandira mwigwere yeda. Nike. Ni mandira makire. Tono nike. Java. Jehova niki nima kai Jehova yani maundu ni mathiaga uguo tondu niki kai ndarenda gukwira tondu ndari na idea arenda umucene ni mucene tu arenda guthondeka kamucene. Bwana Yesu says, if you have those kind of people around you, prepare for your grave and you are going home soon. Bwana Yesu asifiwe sana. Abia mwenzako mimi siendi. Ni hakwa dirathi yekaigwire ni hakwa siperekani na nyinyi watu wa Moshene, sitapelekana hata na mmoja. Hata ukue wewe ni nani, hata ukue umewekwa mkia na umewekwa mapembe, nitakukata gidi wetekera. Nimeona inywe kwa haroro kia ndo ili akira hivi na moke mathiko na mwari kia gwathika mwakia mahiga magaba mushoke mwigwithie na mugwethe atware di close matinde hau mamukururetie mwatorona hau thiini moni na ndaka igire mukariuka na mukaja gwathaka kai ni agethio guo hiu ni agethio guo mukorania kanyama gekiretwo ku turari akanyama na hiyo story yako inaisha kwa sababu watu ulifikiria ni watu uko na wao, kumbe ni viatu. Don't allow mediocres to be in your life. Don't allow people who does not give you the step forward, hakupati maono ya kuenda hiyo step nyingine. Wachana na wao, ondokea kabisa. Hata kama ni mama yako, hata kama ni ndugu yako, hata kama ni mtoto yako na hakuna kitu anakusaidia nayo, achilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wewe ulitengeneza watu, watu walitengenezwa na Mungu. Kwa hivyo usijaribu kurekebisha mtu mwenye alitengenezwa na Mungu. Hata kama ni bibi yako na uone umemfanya harusi, mlifunga ndoa na mkafanya harusi na mkasimama na mkatoa dawari, mkatoa kila kitu. Na mkafanya ile mzuri kama ile mtuliona juzi ya Gachagua na watu wengine hapo. Ilikuwa fani kitu mzuri. Alafu kuta hii ni kwake ulileta kwa maisha yako. Do the most honorable thing. Drop. Hallelujah. Najua mwede dadi adora. Drop. Umesikia? Drop. Na uachane na usahau. Venye ulisahau wakati ulisika mtu wenu hapo. Si mnasikaga na unasahau. Wakati akiwa kwa mosha ndio mnaliaga, mnafanya Mario. Mkienda mkisika after 20 minutes unakumbukaga mama amekufa ama baba amekufa. You don't remember. You forget. Reality itakuja kukuja baadaye wakati umeenda nyumbani kutembea unamkosa. Sasa aya ngamamini yako ile. Drop anything that is a baggage. Anything that is not adding value to your life, drop it. Kama mtu anakuja kukupatia moshene, ati ile kitu anaweza kukuja kukupatia kukukalisha chini ni moshene ama kitu yani ni wana aroka gokuhe. Ni ulimu aroka gokuhe. Anakuja kuchugusa lifestyle yako. Anakuja kukuambia nilikuta watu wakisema ati unatokosaga charity. So what? Kwani charity si mtu wa kutokoswa?
Ndio na utokoza mwana ucio ungi. You see, ukakutana ate uguo niguo ndeto ya tuliaragia nawe. Drop. Mbia mwenzako drop. Kama hauleti biashara venye hii ministry itakuwa. Kama hauleti biashara venye tutatajirika, venye tutafanya vitu, drop. Hallelujah. Ukiona mtu amekuja amekupatia story za mtu mara mbili, jana alikupatia na leo amekupatia, drop. Sijui kama mnanielewa. Mnasema drop. Hebu semeni drop. Number 3, prioritization. For you to have a success. For you to do what? To have success in your life. Angalia priorities. Angalia ni nini muhimu sahi ya sasa, muhimu ya kesho, muhimu ya mwaka ujayo na muhimu ya miaka 10 inakuja. Ukiweka priorities, utajua sasa ninahitaji kabuni 2. Nilikuwa na kabuni 10 lakini ninahitaji kwa sasa nahitaji kabuni 2. Unapanga hizo kabuni. Unaongezea mwezi wa 3 wa 4 unaongezea kabuni nyingine 1. Mwezi huo mwingine unaongezea jambo lingine limoja. You don't hold all of them at una move. Kabuni uko na kabuni Besima, una kabuni Bethel, una kabuni Synagogue, una kabuni what? Zote zita collapse because you are strategically not well. Lord atia ushoderi yorioge. Si hata wewe ulikuwa nayo. Sio ndio tengeneza yako. Sikiliza. Because nahubiri kitu mzuri yeye anaangalia. So kaa hapa, focus on me. Focus. Ni mimi ni mwalimu wa teacher. Focus on me. If you cannot be able to focus on what we are doing here, then you are not part of us. Hallelujah. So you prioritize. Unajua nikikaa na huyu mama na huyu mama na huyu mama for this season watanisaidia kwenda season B. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikaangalia tukiwa na huyu na huyu na huyu kwa saa hizi, they are needless. Don't carry them. Maintain them but don't carry them. Tumia wale ambao unaona hawa ndio wanakusaidia kwa sasa. Maana hawa ni wa kuchimba mitaro ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni mafundi wa kujenga. Huyu ni mafundi wa kujenga mawe na huyu ni fundi wa mbao. Na huyu ni fundi wa nini? Wa mabati. Hawa watu watajenga nyumba moja but on different occasions. Sasa ukiwashika wote uwaweke hapo, uwalipage kwa sababu utawahitaji, watakudrain. Bwana Yesu asifiwe sana. So chukua watu wa kuchimba mtaro, wakichimba uwapatie salary waondoke. Uite watu wa kukoroga. Watu wa kukoroga wakuje wakoroge, wakikoroga wapandishe mawe, waondoe. Uite watu wa bao. Wakuje watu wa bao, wapigilie bao, waondoe. Uite watu wa mabati, wakuje wapigilie mabati na hao waondoe. Ulete watu wa finishing. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakuje wa finish huko nyumba vizuri huko ndani. That is being to prioritize. Kufanya kitu na priority. Usikusanye kila mtu on the basket kwa sababu unaonanga akiongea mzuri, unaonanga akiongea mzuri, unaonanga akifanya mambo mzuri. Don't do that. That is how tuliallow tukakuwa na ma-idols hapa. Maana tuliweka watu wa next year hapa. Tukaweka watu wa 10 years to come hapa. Sasa hawa wa 10 years hawanaga kazi, ndio matikira huko na mocha na makora metikitoko, makirorera wahani, makirorera pono. Ne haha ni pastor. Agitoka pastor bwana asifiwe sana. Akaba uko ndani ya hinya kadimu. Nikia kuroragira ne pono, na tipono ya adu, pono ya ng'ombe. Ucio niwe mundu ru arenda tumuke muikarethe mubange nake. Ucio niwe mundu ati muikarite nathi ati niwe yehokete aguteithia. Na kiria arerorera ni pono. Kanita. Kiria kwiroragira niki? Ni pono. Kiria kwiroragira ni yudu cia ukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati ucio niwe wetereire muikire noti kwenda gwake ni kwa sababu kwa wakati huu ahitajiki katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So tafuta yule mtu anahitajika sasa. Put into the position of control. Kazi yake ikiisha, next person, kazi ya huyo mwingine ikikuja, muweke in position of control and professionalism. Then professionalize kila kitu. Ikuwe strategically well in the prophecy ama profession ambayo wewe umeitiwa. Watu ambao usiwalete leo, waongoje mpaka nyumba ipande juu. Ikipanda juu waite. Usikae na wao maana watakuitisha salary. Utakuwa ukilipa maana watasema hata sisi ni food. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kile kitu watafanya kikubwa ni kukuiba.
Na ndio unakuta wanakuchokora, wanakudhesha hapa, wanakupiga hapa, wanakufanya hapa, wanakuchiba chiba hapa, because you are holding people that does not belong to the time. God is a God of time and season. Operate within the season of God. Operate within the times of God. Operate within the area that God has mandated you. Because those three things, they work together. The area, the season, and the time, they work together. And if somebody is not in the season ya sasa, sasa kuna mtu saizi ndio wana harvest ngano, alafu unampeleka kwa mahidi, utamuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Priority, ambie mwenzako priority ni mtu kitu ya mzimu. Na baine, kuwa mtu proactive planner. Proactive, be a planner. Mtu wa kupanga, kuorganize, kujua hii kitu ni ya sasa na hii kitu si ya sasa. Kujua nahitaji hii na sihitaji. Be proactive what you have planned. Plan na ukae chini, uplan well. Unajua kampuni hii nataka ifanye ABCD. Plan for that company. Plan for your marriage. Unasema in our marriage, mwaka huu tunataka kufanya hivi na hivi. You plan for what you want to have. Kama umeona Chiko umepata kamiba, wacha kutugojea mpaka siku ya kwenda kumwani ndio naanza kutuambia ati tukuchagie pesa ya kumwani. Mimi sichagiagi mtu wa kwenda kuzaa. Sichagiagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mieri kenda urake minyagani ugashiara. Siwaza kushona kasweta. Pole 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 pole. Uwasona kasweta. Ushone kabampas, kasuari kada kakuweka huko ndani. Kabampas. Pole pole tu pole pole. Urake minyagani ugashiara. It is a guaranteed thing. This is not a miracle. Unajua utazaa. Na hata siku hizi tunajua nika kijana, nika msichana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ako kamvulana katengeneze kamuvuto pole pole, nunua nenda hapa Gikoba ngura uhure fadhi ukaiga okahora ukiiga kashiriki 10 unaweka 200, ukipatiwa na mzee 500 weka 100 ficha mahali, ukipatiwa nyingine kesho 500 weka 100 ficha mahali. Wacha kuja kutuzubua atenelile thibitari ego kimenyo ria gwika waregire kuoya kadi ya SHA ndo amenya ngando kadi gociara. Bwana Yesu, be planner. Plan for your everything. You are waking up, plan for it. You are sleeping, plan for it. You are tomorrow, plan for it. Your systems, plan for them. Plan for that business. Nika biashara kadogo lakini kaplanie. Nika biashara kanakaa hohoho lakini kamfanya nini? Plan for it. If you do the planning, leo niko weta kwa andika kioneki yako. That plan, you will never go wrong. You can start from a little, wewe ukipanda. Hiyo ndio inafanyaka watu wakuwe successful. Unaweza kuwa na milioni 100 ukose kuplan zote ziende. Utakuta sasa mangauro ile inakuja inasema mimi ndio naandikia kama proposal, mimi ndio najua kutafuta pesa, mimi najua nini, lakini utakuwa kinilipa 1,100, utakuwa kinifanya nini? Wanakunyonya. Unauliza ile proposal unasema utaandika. Anakwambia pole pole. Hii mambo inaenda kwa pole pole tu. Na anakukamua na kwambia, unaona amekuandikia kaini voice kamchara. Anakukamua tu. Ukamoka hora. Unaona natoka ng'ombe. Tukamehema huti hali area ya mahuti. Ndiramenya kirera ruto. No kigwere gwa kare boga chui. Na niko rera ya haria no ni gukamwera katia. Igigoka kuria raisi mukamuni uguire. Bwana Yesu asifiwe sana. Be strategic. Be a good planner. Organize yourself. Hapo ndio tunasemaga siigananishe katia. Kama umepoteza, kubali zimepotea, anza upya. Bomoa. Kwa maana wewe ndio ulianzisha. Tengeneza. Ndio uliona hata kanisa nilikuja nikasema ibomolewe yote. Iagushwe yote. Wale watu wote walikuwa nafikiria ndio muhimu sana. Wengine walikuwa wamesema ikanisa itaisha itabaki milele mbili hapa. Walikuwa wamepanga kuondoka. Unawaambia wewe, unapanga, unaambia Mungu, this is my plan. I want you to establish my plan in this way. Naye Mungu akaestablish. Naye Mungu ameestablish. Na Mungu ataendelea kutuestablish. Na by 2 months from today, you will see the fruits of the planning, of the proper planning. Mutaona matunda na mutafurahia. Kuna wakati wa kuponesha kidoda. Utapaka ile ya blue tunaitaka aje? GV utapaka ama umwagiliwe capsules. Kuna wale tulikuwa tunamwagilia capsules inachoma mpaka unasikia, unaona kama mguu unafanya kama mguu hivi. Kuna wale tulikuwa tunamwagilia spirit na kuna wale tunamwagilia deto mpaka kama mguu unaona mtu anatetika hivi ni kauchugu, but it's for a short time unapona.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usijali, panga upya, reorganize yourself, break everything, vuja kila kitu, anza upya, panga upya, fukuza hao walikuwa nafikiria ni watu wa maana kwako, waambie wakae pale kando. Kama hawatakubali kukaa venye unataka, wakalishe pale, na ukiona watasubua watu wako, sukuma pale nje kwa barabara. Na ukiwakuta huku abia mashokora pale, unaona yule mama, edo mstue kidogo, mwambie utamuiba, ndio aende pale. That's being strategic, ndio asisubue watu wako. Ukiona ameenda kujipanga, kwa sababu anaendeka kujipanga strategic, ni wako hole ya dimu akashia ready toka mwadhani yako sio bode gethamo kiuma kiga mujio mode atuhujirie wega githi arenda miario nigethe mutikamukawa kana muthiaga na muthia guthugundira riu kumwiario yakinya wega kiario riu wonaga muhunjia wonaga tugithie kundu na muhunjio muhunjia ndiraigua akomete na atumia othe kuu kanitha riu eti mutumia we ni mundu rume riu wenda kometwo nake no atumia angi othe ni akometwo nao mundu ucio ni mumaraya nyinyi hata tukumweka na mundu ndarauma kanitha kuu kwa mumaraya no kwarenda guikara nyita kuu kwa mundu ucio muru Margaret no imagine petro kuu kwa mumaraya ucio ndarenda kuma no ni arakwira tukwenda tuhiuge muno tondu ni ngoma ira strategize the downfall. Mbegu ni kuhandagwo iracoka. You need just a seed to plant. Uta harvest bebe moja itakuwa na maize cobs gapi kama 10. Utadora utajaza eka mzima na mahindi. Wanataka tu kaneno kamoja kaanze kukuharibu kichwa. Kaneno tu kamoja, because wewe mwenyewe pia you are empty. Na ukiona unakubali kusikiliza na unakali kujekalishwa chini, it is because you are empty here. Jicho yako ikumejaa uji, na sio uji ya mukio, ni ile uji ya Waturkana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Luka ndio tuone hapo mambo ya planning. Luka 14:28-30. Luka 14, Luke, the book of Luke, chapter number 14, 28-30. So you must be able to be proactive planning. You plan. Unajua huyu mtu amekuja aroka gwika atia, mundu uyu kiki turenda gwika ri giroka gwika atia, ka biashara kaka turenda kuruta ri kana kuja kigi biashara tunakuja kufanya nini. That is being proactive. Don't just sit down and you don't have a plan. Be a productive. That is what we do, drawing a strategic plan that will guide you. Inasema, for which of you intending to build a tower stitches not down fast and counted the cost whether ye have sufficient to finish it. Unakwanza kukaa chini uone kama wewe unataka kujenga the Tower of Babel, uko na pesa ya kutosha kumaliza hiyo nyumba. Lazima uko kwenye mpango. 2029 na utuwekee kisugu mzuri. Mamia tu kusoma vizuri. Hii ya dha na shirishiri yako hapa ataelewi ni nini hiyo. Lest unaelewa kitu ya hiyo dha. For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you. If you lay a foundation na ukose kumaliza msingi huu, hiyo foundation ilikuwa na hiyo mama yako, hiyo mama, na mmependana, foundation hiyo ikamilishe na ikamilike. Maana isipokamilika watu watakuchekelea, na ndio watu walikuwa natafuta watu wakuchekelea hapa. Waanze kusema tulisema hakuna mahali wanaenda, tulisema hiyo leo nataongetea nego dira, lakini wamekojea ishe haijaisha. Wale wanaodoka ama wale wanaisha ni wale wako kwa plani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wale wako kwa nini? Kwa plan. When you are not in the plan of God, you cannot make it. You cannot be part of anything. You will always be outside the box. Utakuwa unajikuta unawachwa nje, because you are never into the plan. You are never into the system. You are never into the agreement between you and God. You are never into the covenant, because you must be into a covenant of planning. The covenant gani? Uko na pesa, niko na kila kitu ya kumaliza hii kazi. Kwa hivyo ukianza kazi, unafanya kazi ukijua kazi itakamilika, because you are in a covenant. You are in a reasonability of what you are doing. Bwana Yesu asifiwe sana. Then lastly but not least, tumalize hapo, have the power to adapt. Have the power to adapt. Inaitwa adaptation, adaptability.
have the power to developing plans that can adjust to changing environment. Unakuwa na plani zako. Tukienda Eldoret tunaweza kuchange. Tukikuta situation ya Eldoret venye inakaa tuna change. Tukienda Thika venye Thika inakaa tuna change. Yani being able, hiyo plani umechora, unachora plani inaweza kuchange, unaweza kuitrigger, unaweza kuibadilisha kulingana na maneno venye iko. Yani being able to be adaptive. Adaptive ni kujua venye unaweza kuchange. Na hiyo tunaiona kwenye kitabu cha Ephesians chapter number 5 verse 15 to 17. Ephesians chapter number 5 verse 15 to 17. Yani don't cast on the stone your plans. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't cast them on the stone. Just plan well that if this thing fails, you will be able to do this. If this does not move this way, this will move this way. If this cannot, tukienda Thika tukute kuna mvua, tutaweka tent. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukienda Thika tukute hakuna maji, tutachukua lori ya maji. For 15 please, 15. 5 verse 15. 5 verse 15 please. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise. So you must apply wisdom. 16, you must apply wisdom. Lazima utumie hekima nyingi kwenye kazi ambayo unaifanya. Mipango yote ambayo unaifanya, tutumie nini? Hekima. Making the most of every opportunity because the days are evil. Yani una make sure every opportunity unapata leo itumie vizuri, maana the days tomorrow are evil. Kuna watu wanakucholea pale mbele. Kuna watu wamepaga venye utaanguka. Kuna watu wamepaga venye utang'olewa. Kuna watu wamepaga venye ndoa yako itaharibika. Kuna watu wamepaga venye biashara yako itaanguka. So you have to plan knowing that tomorrow I can change. Tomorrow I can reorganize myself. Tomorrow nitafanya hii kazi na isipoingia vizuri tutaenda kwa hii kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanasikia ni kama wamebarikiwa? Ni wakati wamesikia ni kama kutoka leo utachange. Utachange. Inua mkono wako vizuri, useme nione wale watachange kabisa. Uno wake wana. Leo gade na kanisa. Pure management. Thank you. So let us have that management style of operation so that we can be able to move forward. Plan wisely, organize wisely, and be strategic. Mwambie mwenzako be strategic for the move. And I was preparing you because strategically we are taking a move. Hallelujah. And what you are about to see from today going forward, it is something you have never seen. Sunday tulisema ni Sunday ya kuleta marafiki. Tafuta marafiki wako wawili wakuje, nitawapikia, tutawakula. Tutakula. Tutakula chakula, tutakuwa na lunch together na marafiki, we share with them. So we share to them our vision. Waelewe ni nini tunafanya na nini tunaendelea. And also in weeks to come, I don't know when, we shall be relaunching Besima. Kwa hivyo wale watu members wa Besima, we shall be relaunching. We have an office now, well established. We have a system. Mwambie wale watu wote ambao walikuwa naambiwa Besima haite kuna mahali inaenda, tumepata system, very well good system, a bank system, and also we have a nice office pale bahari tutafungua. We shall launch it. Tuta invite either wa Munyoro ama Uhuru ama Ruto, mwenye atapatikana akuje tu launch. Bwana Yesu asifiwe sana. Ogedau Uhuru Ogedau ate so dinani ametaja zuri. Sasa tukiongea Kizungu ataelewa nini? Kalonzo. Nani? Utataka nani? Ndio sasa ubaya wa Kikuyu, ukabila mnakuwa nayo ubaya sana. Ni ati Uhuru. Didinyoro. Mbona tusiite Ruto? Ama Faruk? Nani yako na pesa?
Bwana Yesu asifiwe sana. Also tuna launch program ya mfalme wa amani. Kule tuli establish it. We gave it a thought of God. Sasa kutoka next month we are going to the field. Tutaenda kwa field, tutafanya kitu mta a peace caravan. Tutatembea Kenya mzima. Sema Kenya mzima. With a peace caravan. Rededicating Kenya to God. The theme is peace caravan, rededicating Kenya to God. Unaona tumeenda mlima. Turabu amerudisha Amerika kwa Mungu. Mwezi wa 5 wako na maombi ya kudedicate America back to God. Kwa sababu ile kitu hapa ilikuwa imekamata dunia mzima. We have unmasked the whole thing. Na sisi tuanzishe moto hapa. Tutakutana na Putin, tutakutana na China, tutakutana tukipita huko na magari zetu. Tutakutana kwa barabara. Na everything is dedicated to God. So we shall have one Sunday, one of these Sundays, tutafanya dedication. Tutadedicate all our programs and all our agendas. Zile tunaanza kufanya, tutadedicate kwa Mungu. Sasa tuambie Mungu, yeye keneki okioneki, tutaziandika pale. Tuambie Mungu, hii ndio kioneki yetu. Hii ndio keneki tupage ndio watu ambao watatuongoza kwa mfalme wa amani, wale watatuongoza kwa Besima, wale watatuongoza kwa kila kitu ambacho tutaambia Mungu. Tunataka kutembea na hizi vitu viwili ama hivi vitu vitatu ama hivi vitu vinne tuvipokeze kwa Mungu. Na sasa ndio niliwaambia kila mtu atakuwa mfanyikazi hapa. Hapa hakuna bench warmers. If you are a bench warmer, you are still, the door is still wide open for you to leave. Maana sitakubali tukae na wewe hapa. Na wewe ni mtu wa kukuja kukaa hapa, unaniharibia kiti bure. Hapa hamtakuja kuharibu viti. Hapana. Tunatafuta wafanyikazi ndio watakalia viti tukipanga. Ndio waikarire gete ni wahehejire, kinya gete ni piro ni adire ni ule wagikarire. Wagikarire kinya abu ni kiagire kinya stabito do ati do kenyaga nyagio. Uite cio de cega baka nyaga. Todo na tinisio hokire ni waikarire no rito na duri na kidura togerera go. Mnanielewa? Kama hakuna kitu unaongeza kwa hii nyumba, sikutaki. Mnanielewa? Mnanielewa? Ede mkasema Apostle Manga, mimi ni Apostle Manga. If there is no value addition here, hakuna kitu unakuja kuniongezea, sikutaki. Kanyaga kubwa digo kwenda na pesa yako. Wana kanito huko. Dikwenda dwaju. Todo dwaju niyo ajuko. Niyo memishene, niyo moyo ni watu nyirori baibo. Niyo moyo ni wekiru atia. Niyo moyo mamenyaga ginya. Ndio kama ina makuru manyu. Wow. Poleni kwa kuwaweka sana. Najua mmenikasirikia. Poleni sana. Mtikamake? Mtikamake. Kaini yako mataidia. Kila mtu ashike bahasha yake. Bahasha zote kama ziko kwa bagi zitolewe. Kama ni 5 zitolewe. Mpaka za Waamori na Waamaleki na Wagirigashi na Wafilisti na Wahiti, mataifa 7 makubwa na yenye nguvu kukuliko. Umeshika bahasha yako? Inua bahasha yako. I want to dedicate your offering. I want to dedicate your offering. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank you and I give you glory. You are very special to us. You are very powerful to us. You are the only God that we worship. You created the heavens and the earth. They all worship you. Animals and birds, trees, rivers and oceans, they bow down. We lift our offerings, our tithes, our gifts that we have presented before you, that you may hear our supplications, you may hear our cries, you may hear our deep thoughts of our hearts.
I surrender, and we surrender before you. And we surrender this ministry to you, God, that from today, be our strategic planner. From today, organize us. Put us where we are supposed to be. Bring the right people for the ministry who are strategically placed for the purposes of your work. And we will be able to work together. We will lift up your name and say, indeed, you are our master. You are the king. You have made us. You have led us towards the right direction. Forgive our sins, Father. Forgive us and create a new heart in us, a new soul in us, a new spirit in us. We want to work. We want to go out there, preach your word, preach the people, talk to your people, and tell your people what indeed you want. We are ready. As you send Moses from Mount Sinai to go to Pharaoh, to go and liberate the children of Israel, we are also ready. As you send Nehemiah to rebuild the wall, we are ready. As you send Elijah to rebuild the altar, we are ready. As you send your servant Joshua to conquer nations, we are ready to conquer nations. We are ready to be servants. We are ready to serve in your kingdom. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. Wekereni hapa. Then worship. We'll be having another service at 4. We'll be having another service at 4. Service ya madhabahu. Saa 10 kamili. Tutaifanya ibada hiyo kwa dakika 30 peke yake. Kwa hivyo wale watu wanaenda kukula uji, muende mkule uji, na wale mnaenda nyumbani, muende. Yes. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I dedicate your son to the altar, that from today your will be done, your power will be seen. In Jesus' mighty name, amen. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Sema Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV.